Kama wewe mtumishi wa serikali umeteuliwa na taasisi fulani ya serikali, unatakiwa utembee nao. Mna habari sasa hivi watoza ushuru au wakusanya kodi wako watatu. Mnajua hilo? Naomba niwaseme, hata kama kuna askari pala atanisubiri, no matter. Kwa maana nikiwa mimi nikisema ukweli, mara nyingi huletewa Mwanza pale askari wasiopungua 20 nyumbani saa 7 usiku. Kwa maana nimeigusa serikali. Sasa leo nataka kutry again kuigusa Dar es Salaam ili nipelekewe tena nyumbani, lakini mimi hawatanikamata. Mimi naomba kusema kwanza, mkurugenzi, wewe ni rafiki yangu sana. Ulipoanza ukurugenzi tulimuvu vizuri sana. Kila tukionana Mwanza nilikuwa nakushauri usiende na tabia ngewe. Ukaniambia kaka, mimi nitamuvu kivyangu kama jinsi uteuzi wangu unavyosema. Lakini umeingia, ila kuna shida yangu binafsi, usije ukachukia. Ulivyoingia sasa tayari umewacha wananchi huko. Haiwezekani bajaji ikaoperate sawa sawa na daladala. Haiwezekani. Halafu mna vikao vya siri na serikali kuu. Kwa maana bajaji Mwanza inaoperate kwenye vituo vyote vya daladala kwa shilingi 600. Lakini nina meneja ambaye sitaki nimguse. Yule dada mimi nimeona tu nimwache, lakini Pateria ananijua. Nikiona kwamba unakuja na moto mwingi sana, mimi huaga nabadilisha ubao. Kama nimeaminika Mwanza miaka 12 sasa hivi, nataka sasa nikiritaya niache reference kwamba watanikumbuka kwa nini watu wa Mwanza. Sasa hivi gari inaweza kakamatwa na LATRA leo, inaandikiwa 2,500. Baada ya siku 2 inakamatwa tena kwa kosa hilo hilo, inaandikiwa 2,500. Mpaka wiki 3 unakusanya nguvu za kwenda kwenye reseni, ina 7,500. Watu wananililia sana, mwenyekiti, tunafanyaje? Hizi gari zimeandamwa na LATRA, zimeandamwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi, kila askari ameelekezwa lazima akamate makosa 5 kila siku, na makosa hayo akimaliza anatafuta hela ya brush. Mnajua unalazimisha paki gari, lete leseni yako. Sasa vijana wetu wanatembea na hela mfukoni nani wazi kabisa hivi. Yule askari anamwangalia konda, anamvuta nyuma, anaenda kumwachia shilingi 5,000. Sio utawala bora. Nchi hii ina move kwenda kwenye maendeleo ya dunia, au karne ya mwisho wa dunia tuseme sasa. Kwa maana mimi nikiangalia sasa hivi watu hawasikii, hata ukimwambia ukweli anaukataa. Ukitoka jeshi la polisi, kila baada ya siku 2 lazima ukamatwe, uandikiwe shilingi 30,000, na ndani ya siku 7 wewe umelipa. Ukidelay kulipa ndani ya siku 7 inaanza interest. Maana wanapata faida tena kwenye hayo mafaini. Tunakwenda wapi? Mimi nafikiri sio dira ya Mheshimiwa Rais. Ila rais anaambukizwa na wale wanaotaka kujipendekeza kwake kwamba tufanye hivi mheshimiwa, tupate mapato, nchi yetu iende. Lakini ile hela haifiki huko. Mimi ni retired officer kutoka Jeshi la Wananchi. Kwa hiyo mbinu zote za kuweza kupindua kitu najua. Kwa staili ya kwamba TRA tulienda kuwaomba sisi Mwanza, tulikuwa tunalipa shilingi laki ngapi? 450,000. Wakatushushia sasa tunalipa 280,000. Yaani meneja wa LATRA alitutengenezea chakula kizuri, akasema jamani, ninawahurumia, hamwezi kuongeza magari. Tukawa tumepata nafuu. Lakini jeshi la polisi na LATRA ni too much. La lengo lenu sio wewe unalazimisha na sheria na vikao. Naomba nikutahadharishe hilo. Sio wewe, sikuandami wewe. Wewe kwenye vikao kuna watu wasomi wanakutengenezea logistic ya kupata hela nyingi ili urudishe mapato kwa rais. Sasa mimi nilikuwa nataka kusema kwamba sasa hivi kuna kwanza serikali mjiulize. Sisi tumetoka kwenye uchaguzi juzi.
Tumempa kula nyingi Mheshimiwa Rais, ameshinda, lakini mnamlet down kwamba serikali inasema ina stoko ya mafuta miezi mitatu. Ndani ya wiki moja na nusu mafuta yakapanda. Yale mafuta yamepanda yakiwa nchini. Yalipaswa yale mafuta yapande yakiwa kwenye ruti ya oda ya miezi mitatu. Yanatoka kule yakija hapa nabadilisha. Hata andazi huaga zinabadilishwa bei. Lakini sasa nyinyi mlitudanganya sisi wananchi. Nchi nzima wanajua. Baadaye mkurugenzi wa EULA aliongea na wafanyabiashara wa vituo vya mafuta, kwa maana siku yamepanda mafuta. Huyu mwekezaji wa petrol station wa Magu alijuaje kwamba kesho mafuta yanapanda? Wao wana signal za kupigiana simu kwamba kesho tunafanya hivi. Upigaji katika nchi unaisha lini? Pale tumepigwa. Na mkutano huu lazima tuwaambie na waandishi wa habari hili wazo, pelekeni wananchi waelewe. Na nyinyi mna tabia moja nataka niwaambie. Mkiona mtu anasema ukweli, mnaenda kubalance story. Ili kule kwenye kubalance story mnakatua chenu, hii habari mnaiacha. Sio waandishi. Kwa hiyo mimi mkurugenzi, wewe ni rafiki yangu, ni kijana wangu. Wewe ulikwepo siku la tukio la Mwanza na uliona jinsi nilivyofanya, nilikuwa hivyo. Wewe sitaki niseme hayo. Sasa mimi nataka nikwambie, leo wananchi hao wamekuja kushuhudia kama harusi ambayo leo tunataka tufunge harusi na mwanamume mwingine. Tunataka kutoka kwenye shilingi 600 twende kwenye shilingi 800 kila kilomita 0 hadi 10 800. Hizi gari sio za serikali, na mnakiri kwamba hizi gari sio mali yenu. Hii mnaingiza mkono kwa nini kwenye mitaji yetu? Kwa maana mimi kama mfanyabiashara wa daladala au basi, ni sekta binafsi ambayo inajitegemea kabisa, na serikali tunalipa kodi zote. Si kana kwamba si tuna diverge kodi, tunalipa zote. Nyinyi kikokotoo manake ni nini? Mimi nashindwa kuelewa. Kikokotoo ni lugha ya kitaalamu ya kumpiga bao ambaye sio msomi. Mimi nataka niseme ukweli na sitaki kuchukua muda sasa. Ukitaka kufanya amendment ya sheria, nirudi kwenye sheria sasa. Ukitaka kufanya revision au masahisho ya sheria, lazima yule unayemfanyia revision umpe kitu kinaitwa notice ndani ya 7 days au 14 days. Au attention kukujibu au kutokukujibu. Kama atashindwa kujibu, wewe una Mungu. Lakini nyinyi huku mmekuwa head office, mnatoa maelekezo tu. Sasa hivi daladala kukata leseni limetoka kwenye 45 imeenda kwenye 100,000. Mlituuliza? Mimi Mwanza sasa hivi kama niko live wananiona ninachokifanya. Ndio maana mimi sitabanduka kwenye nafasi. Kwa maana niko tayari kutoa maisha yangu hata kama ni kifo. Mimi umri wa kuishi umepungua na miaka 71. Kwa hiyo sitaki kumbembeleza kiongozi dhaifu. Eti nimbembeleza anifurahia anipende. Huo muda sina. Mimi navaa koti anytime, full time. Na kiatu kilichopigwa brush. Kwa hiyo mimi sitaki eti nikubembeleze ili mimi unipende nikushika urafiki. No chance. Hiyo nafasi haipo. Na naomba sasa, nimesikia kwa wajumbe, tusikilizane wajumbe. Mimi nataka nifike kwenye hoja. Najua watu tunatofautiana talanta. Mimi na talanta ya kusema ukweli, na ukweli utanifikisha kwa Mungu. Mwongo hata ulisi ufalme wa mbinguni. Kama Mungu kweli aliumba mbingu na nchi, hawataenda waongo na wachochezi. Mimi kwa kuwa niko hapa Dar es Salaam leo, kiongozi wangu wewe ndio mkurugenzi wa LATRA Tanzania. Hakuna mtu mwingine, wengine wote ni wasaidizi wako. Wakonvisi
kwamba bwana, hawa wananchi wametuona pale tulipotaka kujificha. Wana wa Israeli walikaa miaka 430 kwenye ngome ya Farao, lakini siku moja Mungu akawatoa wale watu, wakaenda wakakutana na kizingiti cha bahari ya Shamu, wakakuta pale imejaa. Wana wa Israeli wakaanza kulia, Mungu nani, Musa, mbona umetuleta tufie hapa na Farao anatufata? Sasa hivi wewe Farao anakufata. Hawa wananchi wasafirishaji nchi nzima wanakutegemea wewe, mdogo wangu. Badilisha story au situation kwamba tulipotaka kuelekea no chance, wananchi wamedoubt, ili wewe uwe salama na familia yako na uzao wako, kwa maana Biblia inasema wazazi wenye baraka watawaona watoto wa watoto wao kwa matendo yao. Sasa wewe kama mwenyekiti, kwanza nakupongeza kwa kunipa muda mrefu, kwa maana umenipendelea, kwa maana nagonga sehemu zenyewe, kwa sababu ni mzee mwenzangu. Mkurugenzi wa LATRA Halima namjua, huyo hapo shemeji yangu. Pateli nimekaa naye Mwanza, namjua. Wewe nakujua vizuri, wengine labda hawanijui, lakini mimi niko very strict, sina kona mwonda wa nyoka. Mkikataa kuongeza nauli, Mwanza kesho hazimuvu gari. Lazima tuambiane ukweli. Tuone sasa nguvu ya serikali na wamiliki. Mimi hata kama mtafungwa ananisubiri kula, ananiona mimi, waga hawanikamatagi, kwa maana utaona moshi tu naenda, kumbe binadamu. Lazima tuambiane ukweli, kwa maana kuna watu wengine wamepewa talanta, na zile talanta Biblia inasema chunga sana usije ukanyang'anywa talanta yako. Kwa hiyo mimi naomba kuwasilisha, naomba hiyo karatasi. Mimi nimesikia waandishi wa habari wamekuita pale kutaka kujua unatamka nini leo. Waandishi wa habari walitaka kukupoteza, lazima mimi nikusaidie. Huwezi kwenda conclusion na waandishi wa habari, kikao bado hakijatoa majibu. Kwa hiyo mimi nakupenda na kuombea Mungu ukae kwenye nafasi hiyo, ukae tena. Mimi nitakuombea sana na Mwenyezi Mungu na safu yako mkae, lakini angalieni msije mkaangamia kwa kukosa maarifa, kwa maana serikali sasa hivi, mimi ndio serikali, imerudisha sasa hivi kupata mapato kupitia magari yetu, na sisi tumejipanga kwamba sasa hivi serikali tuidhibiti hela zetu sasa, na sisi zisalimishwe. Kwa maana wewe ukinilazimisha kwamba, nilikusikia kwenye runinga kwamba atakayepandisha nauli atashughulikiwa kisheria. Sasa sheria sio za LATRA tu. LATRA ni taasisi ambayo inashtakiwa na kushtaki. Kwa hiyo muwe very careful kwamba msiwe mnafika kwamba nyinyi final say, kwamba mkisema hamna mtu mwingine ambaye anaweza akadoubt. Sisi Mwanza tumejipanga, niwaambie ukweli tu, tumejipanga Mwanza. Nikirudi tunapeleka petition High Court kwenda kutafsiri sheria, kwa maana hatuwezi tukaburuzwa tu. Mimi ni lawyer, nina focus ya kuona mema na mabaya ya kisheria, lakini sheria ulikuwa unazisema hapa, huwezi kuwa na sheria ambayo ni permanent. Kuna muda fulani sheria inafanywa amendment, mnaanza na sheria nyingine, lakini za kweli ni permanent law ambazo sheria ya nchi haitaki kuona hiyo. Sasa mimi naomba kuwasilisha kwa heshima kubwa, pamoja na kwamba nimechoma sana mioyo, ukubali kusimama ili uje upokee mawasilisho yetu ya MTA Mwanza. Asante sana, nashukuru sana. Nimepokea, asante sana. Mwenyekiti, nawashukuru.
Asante sana ndugu.